Kwa nini kuna baadhi ya mistari haipo katika tafsiri mpya za Biblia? Je, hizi tafsiri mpya zinajaribu kuondoa baadhi ya mistari kwenye Biblia? Katika video hii nitakuonyesha kwa nini baadhi ya mistari haipo katika Biblia za kisasa, tofauti na ile King James Version ambayo maifahamu. Karibu sana kwenye video hii, naitwa David. Naamini kuna kitu utajifunza katika video hii. Kaa na mimi mpaka mwisho. Kuna watu nadhani utakuwa umeona wanahubiri katika makanisa, labda kuna Biblia siku hizi za Freemason, kuna Biblia ambazo zinaondoa mistari. Ni kama vile ni ajenda ya shetani au program ya shetani kunyofua baadhi ya mistari kwenye Biblia. Lakini nitakuonyesha kwa nini hicho kitu sio kweli, na sio mada ya kuifuatilia wala kuiweka akilini. Na kama kweli ingekuwa ni mada ya Mungu kwamba katika siku za mwisho watu watajaribu kunyofua mistari kutoka kwenye Biblia, hata katika unabii pia ambao Biblia imetoa au Yesu alitoa, kuna mahali tungeona tu vitu kama hivi. Lakini wewe nikuelimishe ili usiwe na shaka ukuta kuna mstari haupo katika Biblia, ujue ni kwa nini haupo. Na nitakwambia pia ni kwa nini sio rahisi sana. Sio rahisi kunyofua mistari katika Biblia. Mstari mmoja hapo ambao hauonekani katika tafsiri za kisasa ni Mathayo sura 17 mstari wa 21. Na watu wengi wanagundua kwamba mstari haupo kwa sababu ni mstari maarufu. Ukisoma unasema, lakini namna hii haitoki ila kusali na kufunga. Huu mstari unaweza kutafuta, unaweza ukakutana na tafsiri ya Biblia ambayo hautoukuta. Na ni mistari mingi sana haipo. Sasa ni kwa nini haipo? Ni kwamba hawa watu wanajaribu kunyofua mistari, ni ajenda ya shetani au ni nini? Ngoja nikuelezee kwa nini hii mistari haipo. Nitatumia Yohana sura ya 5. Kuna mstari mmoja ambao haupo katika kifungu hiki, mmoja au miwili, na nitakuelezea kwa nini mistari unaweza usione. Yohana sura ya 5 mstari wa kwanza. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza. Hichi kipande ambacho kinafuata hapa ndio moja ya mistari ambayo pia huwa inamifolewa au utoikuta katika baadhi ya tafsiri mpya za Biblia. Unasema, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Naishia hapo, alafu inaendelea mbele. Alikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 34. Umeona? Lakini huo mstari wa 3 mwishoni hapo na huo mstari wa 4 ni mstari ambao unaweza usiukute, ile siwepo katika tafsiri ya kisasa. Sasa kwa nini mstari huu au mstari hii inaweza usione? Sio kwa sababu imenifolewa kutoka katika Biblia, lakini inaonekana kwamba ni mistari ambayo haikutakiwa kuwepo toka mwanzo. Kuna watu walikuwa wanaitwa waandishi. Katika Biblia tunasoma watu wanaitwa waandishi. Mwandishi ni mtu ambaye alikuwa anatunza maandiko yasipotee. Sababu sasa hivi tuna printer, tuna vifaa vya kisasa ambavyo unaweza kutunza kitu kisipotee, lakini kwa miaka ile kulikuwa na watu ambao wananakili yale maandiko, wanayatunza. Sasa angalia hii sura. Mstari wa 4 ni mstari ambao haukuwepo kabisa katika Biblia toka mwanzo katika vitabu hivi. Lakini kwa nini umeongezwa?
kwa sababu ni kama huyu mwandishi alikuwa akiandika story, alikuwa anaona kama mtu hataweza kuelewa vizuri ni nini huu mstari ulikuwa unamaanisha. Maana hawa wagonjwa walikuwa wanafanya nini katika hili birika au hicho kisima, unaona. Kwa hiyo akaamua kuongezea na mwanzo alikuwa anaongezea, wanaandika kwa pembeni kwamba ili upate kuelewa zaidi kwamba ili andiko na kwa nini wagonjwa walikuwa wamejaa kwenye hili birika, unaona. Kwa hiyo huyu mwandishi aliongezea kusema kwamba walikuwa wanangoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yale ingia wa kwanza, baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Sasa mtu akisoma hichi kitu ambacho kimeongezewa hapa, anakuwa anaelewa story na maanisha nini, no. Na anajua kwa nini huyu mtu alikuwa amekaa hapa muda wa miaka 38. Si unaelewa? Kwa hiyo ni baadhi ya mistari na Biblia ambayo tunaisoma hii King James ilitafsiriwa mwaka 1611. Na ilitafsiriwa kutoka wapi? Kutoka kwenye hii manuscript ambayo inaitwa Textus Receptus. No. Lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda, zimekuja kuonekana kopi zingine za Biblia ambazo ni za nyuma zaidi. Kwa wale watafsiri wa kisasa walikuwa wasirudi kuangalia zile original za nyuma kidogo, wanagundua kuwa kuna baadhi ya mistari haikuwepo, unaona. Lakini wanaelewa kwamba hii mistari iliongezewa ili mtu aelewe nini kinachoendelea katika story. Ni kama vile kutoa maelezo dogo ya Biblia, unaona. Kwa hiyo katika Biblia za kisasa unakuta hawaiweki mistari, unaona. Au wanaweza wakaiweka lakini wakaiandika kwa pembeni au kwa chini pale. Ndivyo ambavyo wanafanya, unaona. Lakini kutaka kuelewa kuwa hata Biblia yetu ya zamani walikuwa wanafahamu kwa mistari haipo. Katika Biblia ni mistari ambayo unakuta imewekewa mabano, imewekewa bracket. Yale mabano ambayo tunayaona kwenye Biblia yanamaanisha kuwa hizi vifungu hizi ni vitu ambavyo viliongezewa baadaye. Sio vibaya, yani sio mistari, yani haijaongezewa kwa ubaya. Inawezekana Mungu alitamani hiyo mistari iongezewe ili watu waelewe zaidi, unaona. Kwa katika Biblia wamewekea mabano. Mathayo 17 utakuta kuna mabano. Hiyo Yohana sura ya 5 mstari wa 4 utakuta kuna mabano. Yale mabano huwa yanamaanisha kwamba hii mistari ilikuja kuongezewa baadaye, haikuwepo kwenye original. Sasa unakuta kuna mtu anafundisha kwamba eti ni ajenda ya shetani. Unaona? Hapana. Nikikosa tu maarifa. Kwanza hii Biblia yenyewe tu hata kama ingekuwa haijapunguzwa, watu hawasomi. Wakristo wengi, 90% ya Wakristo hawajamaliza Biblia. Hapo ndo hata nimependelea. Yaani katika watu 100, sasa ni kama hata kuna watu 5 ambao wamesoma Biblia yote na kuimaliza. Kwa hiyo ajenda ya shetani ni kumzuia mtu asisome Biblia. Sasa hivi analeta mambo mengi, unaona. Tarehe zimekuwa nyingi, vizuizi vimekuwa vingi ya kumfanya mtu asisome neno la Mungu, unaona. Huo ndio mbinu ambayo shetani anaitumia, sio kunyofua maandiko, unaona. Na Biblia inalindwa na Roho Mtakatifu, inalindwa na nguvu za Mungu. Kama ingekuwa ni kunyofua maandiko, wangeanyofua miaka ya zamani sana, ambavyo kulikuwa hamna hata teknolojia, wangeweza kunyofua huko. Lakini mpaka leo nifika hapa havijanyofolewa. Hawajanyofoa leo, sio rahisi sana. Kwa hiyo kama ulikuwa unajiuliza kwamba je, kuna mistari imenyofolewa kwenye Biblia za kisasa, si kweli. Kama ukuta mstari umenyofolewa, basi ina maana kwamba huo mstari haukutakiwa kuwepo toka mwanzo.
lakini cha muhimu zaidi na cha muhimu sana, jitahidi soma neno la Mungu. Unaona, na hiyo mistari ambayo watu wanasema imenikolewa, ile isiwe na uzito sana, una muhimu sana ambao unaweza ukabadilisha imani ya Mkristo yoyote. Ni cha muhimu ni kwamba jitahidi usome neno la Mungu. Mungu akubariki. Nadhani kuna kitu umepata. Nadhani kama nimeeleza vizuri, lakini naamini kuna kitu umekipata kidogo. Na kama una swali unaweza ukaacha swali, au kama una comment yako acha comment yako. Na pia zaidi like video ili iweze kufikia watu wengi zaidi. Kama umeipenda hii video, angalia na video nyingine ambayo unaiona hapo kwenye screen yako. Uwe na siku njema.